Nataka tuangalie kwa habari ya ndoa za Kikristo. Baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kwenye ndoa kisha mwanandoa anaamua kuyanyamazia yanaishia kuwa madhara katika maisha yake. Katika ndoa kuna vitu vya kuvikimbia na kuna vitu vya kurekebishika. Kuna wakati unajikuta mwenzi wako harekebishiki na anahatarisha usalama wako, anahatarisha usalama wa maisha yako. Ni vizuri kuchukua hatua ya kwenda mbele na kuendelea na maisha yako. Kumbuka kwamba maisha yako ni zawadi kutoka kwa Mungu. Haujapewa hiyo zawadi na mwanadamu. Unapaswa kuilinda hiyo zawadi, unapaswa kuitunza hiyo zawadi. Kule Nigeria, mnamo mwaka 2022 mwezi wa 4, mwimbaji maarufu wa nyimbo za kiroho, nyimbo za kusifu na kuabudu, anaitwa Osinachi alifariki na kuzikwa. Osinachi alipofariki, taarifa yake ya kifo ilipotolewa, inasemekana alikufa kwa ugonjwa wa kansa ya koo. Huu ni ugonjwa ambao amekuwa akiumwa muda mrefu, hatimaye ukachukua uhai wake. Lakini baada ya hicho kifo, maneno yalisikika huku na kule na pale. Familia mwanamke haikukubaliana na taarifa ya hicho kifo. Watu wengi katika jamii ya Abuja hawakukubaliana na hiyo taarifa ya kifo. Mwaka huo huo, familia iliamua kufungua kesi kumshitaki mume Osinachi Peter kwa mauaji ya mke wake. Katika kesi hii kulikuwa kuna hoja 22 ambazo ziliishia kumtia hatiani mume wake Peter, lakini nitaongelea hoja chache tu. Hoja ya kwanza iliongelewa, inasemekana alikuwa akitoa vitisho vya kifo mara kwa mara kwa mke wake. Hoja nyingine iliyotolewa, alikuwa akinyanyasa watoto wake yeye mwenyewe aliowazaa. Peter ambaye ni mume wa marehemu alikuwa akinyanyasa watoto wake aliowazaa. Hoja ya tatu, Peter mume wa marehemu alikuwa amembana na kutumia fedha za marehemu bila ridhaa yake. Hoja ya mwisho, Peter alikuwa akigombana na wakwe zake au upande wa mwanamke hawakuwa na mahusiano mazuri. Kesi ilipoanza, upande wa ambao walikuwa wakishitaki walileta mashahidi 17. Katika mashahidi hao 17, shahidi mmojawapo alikuwa ni mtoto wa kumzaa Osinachi na Peter, mtoto wake wa kwanza. Mtoto wake wa kwanza anasema maisha ya ndoa ya baba na mama yao hayakuwa mazuri. Baba alikuwa akimpiga mama mara kwa mara, akimfokea mara kwa mara. Mama alikuwa akilia mara kwa mara. Ilifikia wakati fulani, mtoto wa kwanza wa marehemu Osinachi alienda kutoa taarifa kanisani, lakini wachungaji walipowaita wote wawili walikanusha. Mtoto wa pili wa marehemu aliyezaa na Peter pamoja na huyu mwimbaji, katika kutoa ushahidi, yeye alisema wiki ile mama amefariki, baba alimpiga sana mama hata mama kuzirai, ndio sababu ya mama kukimbizwa hospitali. Lakini anashangaa ameambiwa mama amekufa kwa kansa. Ilipofika zamu ya mama mkwe kuongea, mama yake Osinachi aliongea mambo mengi, machache nitaelezea. Akasema jambo la kwanza, mume wa Osinachi ambaye ni Peter alikuwa akimpigia simu alipokuwa akiuliza mbona Osinachi harudi nyumbani kusalimia kijijini, mbona Osinachi ampigi simu. Yeye mwanaume alikuwa akipokea simu ya Osinachi na akimjibu, utamuona akiwa hai au utamuona akiwa mauti. Osinachi alipopata mtoto wake wa kwanza hakupewa taarifa. Mama yake Osinachi hakupewa taarifa, lakini taarifa ilitoka kwa watu wa nje ya kwamba mwanao amejifungua. Mama mkwe akanyanyua simu akampigia mume wa Osinachi. Alipokea Peter. Siku ya pili ndo anamwambia ni kweli mtoto amezaliwa, ni mtoto wa kiume. Mama mkwe akamwambia ninataka nije nimuuguze mwanangu sawa sawa na mila na desturi. Akamwambia hakuna haja ya kuja wala tukuhitaji, usijisumbue. Mama akanyamaza. Mtoto wa pili alipozaliwa, mama mkwe akaomba nafasi ya kwenda kumuuguza bintiye, mwanaume akakataa. Mtoto wa tatu alipozaliwa, mama mkwe akaomba kwenda kuuguza mwanaye, akakataa. Mtoto wa 4 pia
alikataa, lakini Osinachi alikuwa katika hali mbaya, ilimlazimu kutoka katika mji wao wa Abuja kumfuata mama yake ili auguzwe. Lakini baada ya miezi mitatu mwanaume akaenda kumchukua, akasema huyu ni mke wangu halali, hataki kukaa hapa. Familia ilipozuia, mwanamke akasema mimi ninaondoka, akarudi kwa mume wake. Wa mdogo wa marehemu kuongea, anasema dada yake alikuwa akimpigia simu akimwambia, ninavuja damu ndani ya tumbo, nina vidonda vya tumbo kwa sababu ya kukaa na njaa kwa muda mrefu na kwa sababu ya kukosa fedha za matibabu. Fedha zote alikuwa akichukua mume wake zikiingia katika akaunti zake. Ilipofika, alipoendelea tena akasema hata kaka yetu ambaye ni mtoto pekee katika familia, alipoumwa alijaribu kuomba msaada kwa dada yetu. Dada alikosa fedha kwa sababu Peter mume wake alikuwa akizizuia. Hata alipofariki kaka yao, Peter hakushiriki katika msiba ambaye ni mume wa Osinachi. Lilileta uchungu ndani ya familia, lilileta kilio ndani ya familia. Ilipofika wakati wa meneja Osinachi au mtu ambaye anashughulika na shughuli za uimbaji na kumtafutia matamasha Osinachi, alisema fedha zote zilikuwa zikiingia kwenye akaunti ya mwanaume. Mwanamke alikuwa hagusi senti 5. Kwa kila senti mwanamke alikuwa akihitaji kwa ajili ya mahitaji yake binafsi ilishindikana. Ni mwanaume alikuwa akizuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushahidi mwingine ulitolewa na madaktari. Madaktari katika ushahidi wao walisema walikuta miguu imevilia damu, wakakuta kuna alama ya majeraha katika mwili wa Osinachi. Wakasema hata moyo wa Osinachi ulikuwa umevimba, umejaa maji. Wakasema kwa habari ya bandama, walikuta bandama imevimba, wakakuta figo pia imevimba. Kwenye eneo la kichwa wakakuta kuna majeraha ya kipigo katika eneo la kichwa. Hii ulikuwa ni ushahidi wa madaktari katika mashitaka 23 alikuwa akishitakiwa mume wa Osinachi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilipofika zamu ya kanisa ilisema lijitahidi kusuluhisha ugomvi, lakini yote yalishindikana. Mara kwa mara mwanamke alikuwa akikataa, akisema yeye hapigwi, anatunzwa vizuri. Mchungaji akasema hakuna mahali kwenye Biblia imesema tutenganishe ndoa, lakini unapoona hali sio nzuri, mwanamke ni bora umrudishe mwanamke kwa wazazi wake. Bwana Yesu asifiwe. Mahakama Kuu katika mji wa Abuja 2025, baada ya kusikiliza mashahidi na kusikiliza utetezi wa mashahidi, mawakili wa upande wa Peter, ilimkuta Peter Onchoku akiwa na hatia ya mauaji. Peter akahukumiwa kunyongwa mpaka kufa mwaka 2025. Nini tunajifunza kutokana na tukio la Peter? Osinachi alikuwa ni mwimbaji mkubwa wa kimataifa. Ameenda Ulaya, ameenda Marekani, jina lake limekuwa maarufu. Ni mwimbaji ambaye alikuwa na fedha za kutosha, alikuwa na uwezo wa kutoka katika ndoa ya mateso yeye na watoto wake, lakini kilichomshindwa ni dini. Alishikilia dini, hata kanisa lilipoingilia ilishindikana. Osinachi hakuwahi kutoka hadharani kueleza machungu anayoyapitia, lakini alikuwa anapitia kipindi kigumu cha mateso. Nini maana yake? Biblia inaongea wazi katika kitabu kile cha Marko sura ile ya 10 na mstari wa 9, anasema imeandikwa kwamba mwanaume ataachana na wazazi wake, wataungana na mkewe, watakuwa mwili mmoja. Kilichounganishwa na Mungu mwanadamu hawezi kukitenganisha. Ni kweli ndoa iliyofungwa kanisani au ndoa ya Kikristo ni ngumu kuitenganisha, lakini ndani ya ndoa hakuna kipengele chochote kinachohusu mwanamume kupigwa au mwanamke kupigwa. Ni vizuri sana kuulinda uhai wa mmoja mmoja ndani ya ndoa. Kwa nini? Kwa sababu kila kitu unaweza kupata kwa wazazi, kila kitu unaweza kupata katika maisha yako, lakini uhai unatoka kwa Mungu. Anayelinda uhai ni mwanadamu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa nyingi za Kikristo zina matatizo mengi ya unyanyasaji, lakini mstari huu imekuwa kichaka cha kuficha maovu ya watu, kichaka cha kuficha mateso, kichaka cha watu kuuana kupitia mstari.
Wanandoa wengi leo wanaishi kwenye ndoa kwa machungu, wakiamini siku moja mwenzi wake atabadilika. Ni kweli ubadiliko inawezekana, ni kweli kubadilika kwa mwanadamu inawezekana, lakini ukiona habadiliki, anahatarisha uhai wako, ni vyema kubeba mabegi na kuondoka. Osinachi alikuwa na uwezo wa kubeba mabegi na kuondoka, lakini aliamua kunyamaza. Nini kilitokea? Baada ya kifo chake, watu wakasema, tutanyamaza kama Osinachi, sisi tutaongea. Mwanaume akahukumiwa kunyongwa mpaka kufa. Kanisa lilisimama na Osinachi, lakini maamuzi yalikuwa kwa Osinachi. Katika maisha ya sasa, kanisa litakuita, litaongea na wewe, serikali itakuita, itaongea na wewe, lakini mwenye maamuzi ni wewe mwenyewe. Ukiona jambo lolote linalohatarisha maisha yako ndani ya ndoa na wewe ni Mkristo, jambo la kwanza, kimbilia polisi. Jambo la pili, toa taarifa kwa wazazi wa mwanaume, toa taarifa kwa wazazi wa mwanamke. Usiache kulifikisha kanisani ili uweze kupata ushauri pamoja na maombi. Vikishindikana vyote katika usuluhishi, chukua hatua ya kuepusha maisha yako na vitu hatarishi. Osinachi alikuwa na uwezo wa kuongea. Osinachi alikuwa na uwezo wa kuwashuhudia watu nini kimetokea kwenye maisha yake. Aliamua kunyamaza. Alikufa akiwa na miaka 42 tu, akimwacha mwanamume akitafuta mke mwingine wa kuoa. Lakini wananchi waliamua kusimama na familia. Osinachi hayupo, mwanaume anategemea kunyongwa, watoto watasimama wenyewe. Watu wa Mungu ni lazima kusimama na Mungu. Shetani anatumia ndoa za Kikristo kama kichaka cha mateso. Watu wanakufa, watu wanaumia, watu wanalia. Wengi wanatembea na maumivu moyoni, wengi wanatembea na kukata tamaa, wengi wanatembea na vidonda wakisubiri kufa. Usisubiri kufa ndugu yangu. Ndoa yoyote yenye mwelekeo ambao unahatarisha maisha yako, usisubiri andiko litimie. Ondoka mwenyewe, epusha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Utaokoa wewe, watoto wako na uzao wako. Ni bora kuanza upya kuliko kuzikwa na kuiacha familia ikisimama mahakamani. Wewe mwenyewe ndio mwenye maamuzi. Wewe mwenyewe ndio mwenye maamuzi. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom.